Jana nchi yetu imekuwa na siku mrefu jana. We had a long day yesterday. Na mimi nimekuwa katika mambo ya siasa kwa muda. But I want to confirm, I have been in politics for a while, but I want to confirm that what happened in Kenya yesterday was the most violent and the most anarchist day that we've ever had since the 2007 post-election violence. Wacha nirudie kwa Kiswahili. Nimesema ya kwamba mimi nimekuwa kwa mambo ya siasa kwa muda kidogo kiasi. Lakini yale ambayo yalitokea jana katika nchi yetu, ile aibu tulipata jana, ile hasara tuliingia jana, yale maovu yalitendeka jana, ile mali iliharibiwa jana, ile vifaa vya umma viliharibiwa jana. Kenya haijawahi kuingia katika hiyo mahali ama haijakuwa na siku kama ya jana tangu siku ile tulikuwa na ile vita vya kikabila vya 2007-2008. Na wananchi wengi walijionea, kwa sababu hapo mbeleni watu wengi walikuwa wanaongea. Watu ya makanisa, ni washukuru watu wa makanisa wengi walikuwa wanaombea amani. Na wanasihi vijana wetu, wakati wanafanya maandamano yao, waende pale waseme mambo yao kwa amani na warudi nyumbani, wasidhulumu wananchi. Na washukuru makanisa ambayo yalikuwa katika huyo mrengo. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo, kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. I want to thank the churches and religious organizations who came out and advised young people to exercise their freedoms peacefully. But there was another group of religious leaders that participated in inciting young people, telling them they have freedom to do whatever they want. The freedom to steal people's property, the freedom to beat up people, the freedom to burn police stations, the freedom to burn courtrooms, the freedom to rape women. And I want to ask those church leaders whether what we saw yesterday is what they were advocating for. Kuna pia mabalozi wa nchi mbalimbali ambazo ni marafiki wa Kenya, ambao pia walichochea vijana wakiwaambia mko na uhuru wa kufanya lolote mtakavyo, na msiweze kuingiliwa hata na polisi, fanyeni vile mtakavyo. Tumeona maduka yameporwa. Kuna watu jana asubuhi walikuwa mamilionea, leo ni fukara, ana hata chakula kwake nyumbani. Tumechoma stations za polisi, pesa ya umma itatumiwa kuzijenga upya. Mahakama zimechomwa, uchukuzi umetatizwa. Na kwa hivyo tunauliza wenzetu, wale mabalozi walikuwa wamechochea vijana, kama hiyo kazi ndio walikuwa wanataka ifanyike. Kuna wanasiasa vile vile ambao walichochea vijana, badala ya kuzungumza na vijana na kuwapatia wasia mzuri. Nawaambia wenzangu, hiyo mambo mnasema ni mzuri,
lakini tunaomba ya kwamba tusichome nchi yetu, kwa sababu mtu unampiga ni Mkenya, na kama umedhulumiwa, huyo mtu unapiga sio aliyokudhulumu. Kweli si kweli? Hata kama kuna dhuluma, huyo unapiga, na ule mama ama msichana amebakwa hana hatia. Mwenye duka ambaye umeenda ukavunja na kuharibu hana hatia. Huyu ni mtu anatafutia watoto wake riziki. Kwa hivyo tungetaka tuelezwe na wale wote ambao walichochea hayo maneno, wanasiasa, mabalozi, watu wa kanisa, watueleze kama hiyo kazi ambayo imefanyika jana ndio walikuwa wanataka ifanyike. Na mimi leo, hata mkiniangalia mimi sina ile furaha yangu ya kawaida. I want to assure you on behalf of President Ruto that we will not allow Kenya to go down the drain. We will not sit and watch Kenya burning and descending into anarchy. A country which burns courtrooms, a country which rapes its women, a country that robs innocent businessmen. So, going forward, the government of Kenya will do whatever it takes to make sure that what happened yesterday will never, ever again happen on the soil of Kenya. Wacha nirudie, kwa sababu tumekuwa na mijadala mingi kama taifa. Hakuna mahali kuna uhuru kama nchi yetu ya Kenya, na ni kitu mzuri. Na kwa sababu tumekuwa na uhuru na demokrasia mingi, tumezoea. Wale watu ambao wako na umri kidogo wanajua mahali karibu tuangamie 2007-2008. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kujieleza. We cannot interfere with the freedom of assembly. We cannot interfere with the freedom of movement and freedom of expression and freedom of the media. However, the government will never allow what happened in Kenya to ever happen again in our country. Whatever it takes. Na msiniulize tutafanya nini? Because we must protect the country. We must protect the people of Kenya. We must protect the property of the people of Kenya. And we must protect the peace, tranquility, and stability of our country. We will not interfere with freedoms. We will not interfere with the media. We will not interfere with anybody. But we will not allow what happened to ever happen again in our country. Nyinyi wananchi mlifurahia ile mambo mliona? Ile mambo mlisikia mlifurahia? Tukiendelea hiyo njia tutakuwa na taifa jameni? Unajua baada ya kuchoma kotini na kuchoma police station, tutarudi kuchomania manyumba sisi wenyewe. Kweli si kweli? Baada ya kuvunja duka pale town, utakuja uvunje ile duka ama nyumba ya mtu huku kijijini. Mungetaka Kenya ikuwe namna hiyo? Going forward, ule mtu ako na mambo ya kusema, aseme. Lakini aseme kwa amani, akimaliza aende nyumbani. Na kama hutaki kiongozi, ngojea uchaguzi. There is no problem. Ngojea uchaguzi upige kura yako. And Kenya, what happened in Kenya yesterday is a turning point. Kenya is not going to be the same again. We will not allow it to happen. And I am very clear in my mind. We cannot allow it to happen under whatever circumstances. Umejua wenu wa usalama wa taifa. So I know how sensitive national security and national stability is. Kwa hivyo mimi naomba mufanye biashara zenu ndogo ndogo, mshughulike na kilimo,
kama serikali tujaribu vile tutasaidiana na nyinyi, lakini maneno ya usalama tuachie serikali. Tutalinda Kenya, tutalinda wananchi na tutalinda mali ya wananchi wa Kenya. Na si afadhali mwenye ako na haki ya kufanya kila kitu afanye, lakini kwa njia ya amani, kwa njia ya amani. So mimi sitaki kuongea kuzidi hapo, kwa sababu bado tunatathmini. Kuna police stations zimechomwa, kuna mahali tumepata ripoti ya kwamba wale wahuni wengine walichoma police station, pia waliiba bunduki na risasi. That shows you all the people who were responsible to inciting and organizing the chaos and mayhem are the target bigger than what was stated to be the target for yesterday's events. Mimi nataka niachie hapo. We will do whatever it takes to make sure that we don't return there again. Kwa hayo mengi na wachache, mimi nawashukuru sana. Mimi nawapenda, na mimi nitaendelea kutembea hapa Kibwezi East